moja ya story ambazo zina trend katika application yetu ya Tanzbet. Kwanza kama hauna application ya Tanzbet, please download, kwa sababu kuna vitu vingi vizuri ambavyo unavyovikosa. Sasa tunaenda kijiweni. Yes. Tunaenda kijiweni bana, kuna segment tofauti. Kuna tiba mbadala, magonjwa sugu, afya ya wanawake. Kwa ujumla unaweza kupata vitu vingi vizuri zaidi. Yes. Sasa tuanzie wapi leo? Kwa sababu ni msimu wa wanawake na bado ni mwezi wa wanawake, hebu tuende kwenye afya ya wanawake nini zaidi. Yeah, this one. Nini kina trend leo kwenye mada za wanawake? Yes, katika ukurasa wa mbele kabisa. Ukurasa ule wa yani mimba fake. I say bana, moja posti ambayo imepostiwa katika afya ya wanawake kijiweni ni mimba fake. Ni noma sana. Kwa kwamba mimba ipo fake. Ngoja nisome posti. Hiyo mimba fake inakaaje yani hapo? Wanasema kitaalamu mimba fake huitwa, jina gumu sana hili. Tatukana hapa. Ni hali ambapo mwanamke anaamini ana mimba hata mwili wake unaonyesha dalili za ujauzito, lakini kiuhalisia hakuna mtoto tumboni. Kusikia hiyo? Imagine. Mimi ndo mara yangu ya kwanza kuisikia, by the way. So hebu atudadavulie vizuri huyu aliyetoa hiyo mada tujue, je, inakuaje hapo? Na uzuri kwamba inavyoonyesha kabisa mtu aliandika hapa ni daktari, sio mtu aliyekuwa anauliza swali. Ngoja tuingie kwenye posti, kwa sababu hilo neno hapo juu mimi mwenyewe nimeshindwa kulisoma. Anasema dalili sasa mimba feki. Mwanamke anaweza kupata dalili zinazofanana kabisa na mimba ya kweli, kama kukosa hedhi, kuongezeka tumbo, maumivu ya matiti, kichefuchefu, kutapika na kuhisi mtoto anacheza tumboni. Sasa mbona dalili zote ni za ujauzito hizo jamani? Zote hizo ni dalili zote ukiona mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Lakini sababu kwa nini mtu anapata hiyo mimba feki? Mimba feki mara nyingi husababishwa na msongo wa mawazo. Mental health is very serious. Stress. Yani kingine tunaweza tukasema kwamba mental health inakuja, yani stress na vitu vingi sana. Tamaa kubwa ya kupata mtoto. Hii ingiliani pale kwenye mental health, so stress. Hapo inabidi daktari wa saikolojia ahusishwe. Kabisa. Anapatikana Tanzania, tutamtafuta. Yes. Lakini hofu ya kupata mimba. Hofu ya kupata mimba, kwamba nitakuwa na mimba. Sio mimi. Utakuwa na sio mimi, huyu utakuwa na mimba. Lakini mabadiliko ya hormone. Mimi nataka nijue hofu ya kupata mimba inaingilianaje, yani kwa mfano. Yani kwamba yani nitakuwa na mimba afu na mimba kweli au? Sikiliza sasa. Yani kwamba hauna application ya Tanzmed, haujaweza kumonitor hedhi zako, umeenda kukutana na mpenzi wako, mmefanya dhambi na mwalifu wangu. Alafu umeondoka hapo na unasema hivi nitakuwa na mimba. Bwana, kiukweli hiyo hali ishawahi kunifikia mara moja, lakini ila sikudhani kama naweza. Mimi nilidhani kwa upande tofauti zaidi kwamba sina. Kilichofuata hapo baada ya test. Matibabu. Jinsi ya chakua matibabu, ushauri na saa. Find someone to cancel. Kwa hiyo hapo msaada wa kisaikolojia. Lakini pia ultrasound. Kipimo cha mimba kinapatikana kwenye application ya Tanzmed as well. Hapa naona amesema kwamba kipimo cha mimba kinapatikana Tanzmed application. Ukifungua iko hapa. James nisaidie hapo. Ingia kwenye afya ya wanawake. Alafu utafanya zito. Hapo utajibu maswali watakayokuuliza, ni maswali rahisi tu, yani hayana mambo mengi. Kwa hedhi unaeleweka. Hapana, utapata kichefuchefu, ndio siku itakuletea sasa hapo. So kuna maswali 24. So it takes slowly but tutafikia. Uyaelewe na ujibu kwa uhakika. Perfectly. Itakuletea kama ni mjamzito, ili kuepusha zile kwamba na mimba sina kama mimi.
maana unaweza ukajifungua upepo mwisho wa siku. Sasa huyu ni kwenye ile sababu ya kwamba anaamini kwamba ana ujauzito, kwa hiyo inakusaidia sana. Lakini kama ni issue ni stress, ukiingia kwenye wataalamu hapa utakutana na masuala ya wanawake, wanasaikolojia. Hapo utaangalia masuala ya wanawake, lakini pia utakutana na wanasaikolojia. Utachagua mwanasaikolojia yupi uende naye au uzungumze naye. Ukabook na daktari kama mwandishi wa topic yetu anavyosema kwamba kila kitu mbona sababu kama zote zinaingiliana kwenye upande wa psychology. I think mwanasaikolojia anahusika zaidi kwenye hili. So that was our trending topic. Lakini pia unasikiaga zile story watu wanasema kwamba mtu kajifungua sijui ni mnyama sijui ni nini, hiyo sasa hiyo itaingia kwenye mimba, inaingia. Lakini sasa huyo ni yule ambaye utakuta, ngoja tuingie, utakuta yule ambaye alikuwa yuko too desperate kupata mtoto. Tuliona katika sababu ambayo inasababisha mtu ajifikirie kwamba ni mjamzito, anatamani yani kupata mtoto, akute ndo mlisi wa ukoo au wa mali. Sasa anatamani hajapata mtoto, kwa hiyo yule unaweza kumwambia wewe hauna mimba akakupiga. Sasa yule ndo anaweza kafikia tu hadi tumbo linakuwa kubwa, afa then anakuambia nasikia mtoto anacheza, lakini kumbe mtoto hayupo. Kwa uhakika zaidi itabidi tutafute msaikolojia, lakini pia usisite kutembelea na kudownload Tanzmed application na kutembelea kwenye kijiwe cha afya ili upate uhakika. Hivi watu wanasemaje hapo? Okay, kuna mmoja ya comment anasema mimba feki, tena kaandika mamba feki tena. na vicheko juu namaanisha kabisa alikuwa too excited like lakini kuna Ifulu hapa yeye amesema asante, tunaona halikuwa hakitambui. So hizi ni tips ndogo ndogo ambazo unaweza kuzipata ndani ya application yetu ya Tanzmed. Yes, mpango wa uzazi. Unaweza ukadownload sasa hivi hapo ulipo kupitia simu yako ya mkononi, either you have Android or iPhone, it goes direct the same way. So download Tanzmed application, naingia huko ndani uone watu wanasemaje. Mambo ni mengi. Tukutane next. Join Kijiwe now on Tanzmed application.